Mara ya kwanza mtu ameenda chumbini au amefanya kitendo cha kwenda chumbini kwenye mwili wangu, I was a bit shocked kusema za ukweli, kwa sababu nilikuwa sijui kama katika michezo ya watu wazima au michezo ya wakubwa kuna kitendo kama hicho. As I always say, kipindika sisi tukiwa tunakuwa tulikuwa hatuambiwi hivi vitu vinafanyikaje na vinafanywaje na unatakiwa ujiandaaje. So leo naomba tuongelee namna gani unaweza kujiandaa kwa ajili ya mpenzi wako aweze kwenda chumbini au ale koni yako, ili wewe na yeye wote muweze kuenjoy. Hi guys, for Gedi of all time, happy 16th Friday, yay! And leo tumerudi na video mpya ambayo tunaenda kuongelea vitu au tips and tricks za kujiandaa kabla ya mpenzi wako kwenda chumbini au kula koni. Wewe ambaye utafanywa hiko kitendo, vitu gani unatakiwa uvizingatie kabla ya hiko kitendo hakijaanza? Kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba wewe ni msafi. Yes, lazima uwe msafi ili mpenzi wako aweze kufanya hiko kitendo akiwa katika eneo ambalo anaweza kujiamini, akaenjoy na yeye na wewe pia ukaenjoy. Sehemu zako ambazo mpenzi wako atatumia kinywa chake kufurahisha, hakikisha ni safi na pia ni salama. Hivyo basi, jipime, nenda mkapime, mjue afya zenu kwamba uko salama, hauna magonjwa yoyote ya zinaa sehemu hizo, na sehemu zako ni salama na safi. Umeshave, umewax, umeosha vizuri. Kama mwanamke unaweza kujiosha kwa maji ya kutosha, na pia ili uweze kujifanya sehemu zako iwe safi vizuri, unaweza kutumia kitambaa kilaini cha maji ukajisugulia taratibu sehemu hizo za siri ambazo ni yale mashavi ya ndani ambayo huwa mara nyingi yanagandia kama utoko fulani ambao unatoka kwa wanawake. Kwa hiyo ukitumia kitambaa kilaini itakuwa ni rahisi sana kuondoa ule uchafu, kwa sababu kumbuka kwamba mpenzi wako anaenda kutumia kinywa chake kukufurahisha. Kwa hiyo hakikisha hiyo sehemu ni safi. Tumia kitambaa kilaini, safisha hiyo sehemu. Same applied kwa watoto wa kiume, hakikisha sehemu yako ni safi, umenyoa sehemu zako za siri vizuri, umesafisha mipira yako yote ile miwili, kwa chini, kwa pembeni, kote ni safi. Usioshe tu hapa juu, lakini pia kumbuka kwenye hizi mipira ambayo iko pembeni nayo inatakiwa iwe misafi, kwa sababu kule kuna kuaga na jasho ambalo linatoa harufu mbaya. So kwa sababu mpenzi wako pia anatumia kinywa chake kukufurahisha, so hakikisha kwamba umeosha sehemu zote na zote ziko salama na safi. Kitu cha pili ni kucommunicate na mpenzi wako. Yule ambaye anapokea hiki kitendo au anafanyiwa hiki kitendo lazima aseme je anakipenda au hakipende, kwa sababu nishasikia wanawake zaidi ya mmoja ambao wanasema wao kusema za ukweli hawapendelei kufanywa hivi vitendo, wanaona ni kitendo ambacho sio kizuri, wengine wanasema ni haramu, wengine wanaona sio kitendo ambacho kinawafurahisha, kinawafanya wawe very uncomfortable. So wewe ambaye unataka kumfanyia mpenzi wako hiki kitendo, hakikisha mpenzi wako yuko tayari kufanywa hiki kitendo. And pia hakikisheni mnaongea vitu kadha wa kadha kabla ya hiki kitendo, ili wote muwe katika the same space kabla ya kuanza. Cha tatu, wewe unaifanywa hiki kitendo, hakikisha umerelax, ease in your mind kwamba hiki kitendo ni kizuri na kitendo kukufurahisha. Kama ukiwa na perception tofauti kuhusiana na hiki kitendo, obviously you're not going to enjoy it. So hakikisha relax your mind na change your perception, na pia uko katika tendo hilo, kwa sababu unaweza kukuta mpenzi wako anafanya techniques zote ulimwenguni, lakini kama wewe mwenyewe akili yako haiko tayari, akili yako haiko katika mchezo, hamna namna ambayo utaona kwa kitendo ni kizuri. Utaona tu kwamba ni kero, mtu ananilambalamba kama mbwa anavolamba taka. Hapana. So hakikisha you are there ili uweze kuenjoy kitendo hichi. Swala la 4 la kuzingatia wewe ambaye unafanyiwa hiki kitendo, hakikisha unakaa position ambayo iko very comfortable. Kuna wengine wanapenda kufanyiwa hivi vitendo wakiwa wamelala, wengine wanapenda kufanyiwa wakiwa wamesimama, inategemea na mtu. Wanaume wengi wanapenda pia wakiwa wamesimama, mwanamke akiwa amepiga magoti, and wengine wanapenda wakiwa wamelala, mwanamke akiwa amepiga magoti. Wanawake mara nyingi tunapenda tukiwa tumelala. So try to find a position ambayo wewe mwenyewe you are very comfortable with. Kuna different position you can practice, and hakikisha position ambayo unaichagua
iko very comfortable kwako na kwa ajili yako kulingana na mwili wako. Wanawake ambao ni wembamba wana position ambazo wanazipenda, na wanawake ambao ni wanene pia wana position wanazozipenda. So hakikisha position ambayo unawekwa na mpenzi wako katika kupokea hiki kitendo ni position ambayo it's comfortable for you. Wewe usiposema kwamba uko comfortable, yeye hawezi kufahamu. So communicate, usiogope, ili wote muweze kuenjoy tendo hili. Kitu cha 5 ambacho ni cha muhimu zaidi, jua kwamba tendo hili linaweza kusababisha nyie wawili mkaenda kufanya PIV. So hakikisheni vifaa vya muhimu kama lubes, vilainishi pamoja na kinga viko karibu, kwa sababu wakati ambao mtataka kudive in, vyote viwe karibu yenu. Either mmeviweka kwenye bedside, either viko vitandani ambapo mnafanyia, either viko kwenye gari ambapo mnafanyia kitendo hicho, ili wakati ambao mnataka kudive into that thing tayari mna product ambazo zitawasaidia kufanya hivyo. I hope this video itakusaidia wewe ambaye uko tayari kwa ajili ya kwenda kufanya au kufanyiwa hiki kitendo, uweze kufuata hizi few procedures ambazo zitakufanya uweze kuenjoy wewe na mwenza wako. And thank you so much for watching this video. Let's meet another time. It's your favorite girl Lily of all time. I love you.